Utashangaa, hivi ndivyo mizigo hupita mlango bahari wa Hormuz. Mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli hii ya Zaki Digital, endelea kusubscribe, kulike na kushare kila aina ya tukio la kimataifa kutoka katika chaneli hii. Asubuhi inapoanza kuchomoza juu ya maji ya samawati, mwanga wa jua unafunua eneo ambalo kwa nje linaonekana tulivu sana, lakini kwa ndani lina shughuli zisizokoma. Hapa ndipo mlango bahari wa Hormuz ulipo, njia nyembamba lakini yenye umuhimu mkubwa kwa biashara duniani. Ni sehemu ambayo inaunganisha Ghuba ya Uajemi na bahari ya Hindi, na kila siku meli kubwa hupita zikibeba mizigo yenye thamani kubwa sana. Katika bandari ya Ghuba ya Uajemi, shughuli huwa zinaanza mapema sana. Mafuta hutolewa ardhini na kusafirishwa hadi kwenye vituo vikubwa vya upakiaji. Huko hupakiwa kwenye meli kubwa za kubeba mafuta ambazo ni ndefu na pana kiasi cha kuonekana kama miji inayosogea juu ya maji. Wakati huo huo, katika bandari nyingine, makontena hupangwa kwa utaratibu na kupakiwa kwenye meli za mizigo zinazobeba bidhaa za kila aina, kuanzia vifaa vya kielektroniki hadi nguo pamoja na chakula. Baada ya kupakiwa, safari huanza. Meli huondoka bandarini zikiwa na ramani za bahari, mifumo ya kisasa ya urambazaji na ratiba iliyopangwa kwa uangalifu wa hali ya juu. Lengo ni kufika kwenye mlango bahari wa Hormuz kwa usalama na kwa wakati ambao umepangwa. Njia hii ni nyeti kwa sababu ya upana wake mdogo ukilinganisha na idadi kubwa ya meli zinazopita. Kadri meli zinavyokaribia mlango huo, tahadhari huongezeka zaidi. Njia maalum za kupita hupangwa kimataifa ili kuhakikisha meli zinapita kwa utaratibu bila kugongana kabisa. Kuna njia ya kuelekea nje ya Ghuba na nyingine kuingia, na katikati kuna eneo la usalama linalotenganisha mikondo hiyo miwili. Mfumo huu hufanana na barabara kuu ya magari, lakini uko juu ya maji. Kasi ya meli hupungua ili kuhakikisha usalama. Meli kubwa, hasa zile ambazo zinabeba mafuta, huhitaji muda na nafasi kubwa kubadilisha mwelekeo au kusimama. Kwa sababu hiyo, kila hatua ndani ya mlango bahari huo hupangwa kwa umakini mkubwa. Rada, mifumo ya GPS na hata mawasiliano ya redio hutumika kufuatilia kila meli na kuhakikisha inafuata njia yake. Wakati huo huo, mazingira ya bahari yanaweza kubadilika. Upepo mkali, mawimbi yanayoweza kuongeza changamoto ya hapa na pale, hasa meli zilizojaa mizigo mizito. Licha ya hayo, uzoefu wa wahudumu wa meli na teknolojia za kisasa husaidia kudhibiti hali hizo. Mbali na changamoto za asili, pia kuna umuhimu wa kisiasa na kiusalama. Mlango wa Hormuz ni eneo ambalo linalozungukwa na mataifa yenye maslahi makubwa ya kiuchumi na hata kisiasa. Hali hii hufanya eneo hili kuwa chini ya uangalizi wa karibu zaidi, mara nyingi kukiwa na uwepo wa vikosi vya ulinzi wa baharini ili tu kuhakikisha usalama wa usafirishaji. Ndani ya mlango huo, meli huonekana kama msururu wa majitu ya chuma yakitembea kwa mpangilio maalum. Kila moja ina ratiba yake ya mzigo wake na hata marudio yake. Baadhi hubeba mafuta kuelekea Asia, nyingine hupeleka gesi asilia Ulaya, na nyingine hubeba bidhaa za viwandani kwenda masokoni duniani kote. Safari ya kupita kwenye mlango bahari wa Hormuz huweza kuchukua saa chache sana, lakini umuhimu wake ni mkubwa sana. Sehemu kubwa ya mafuta ya dunia hupitia hapo, na hivyo sasa kufanya mlango huu kuwa moja ya njia muhimu sana duniani ya usafirishaji. Bila njia hii, usambazaji wa mafuta ungeathirika kwa kiasi kikubwa sana. Baada ya kupita mlango huo, meli huingia bahari ya Hindi na kuendelea na safari ndefu kuelekea sehemu mbalimbali za duniani. Huko mzigo hupakuliwa na kusambazwa kwa matumizi aidha ni katika viwanda, biashara na hata maisha ya kawaida ya kila siku ya watu. Mzunguko huo huendelea kila siku bila kusimama. Ni mfumo unaofanya kazi kwa usahihi mkubwa zaidi, ukitegemea utaratibu wa kimataifa, teknolojia na hata uzoefu wa wale wanaoendesha hizi meli. Mlango huu ni ishara ya ukimya lakini wenye nguvu, unaonyesha jinsi dunia inavyounganishwa kupitia bahari. Katika utulivu huu, maji ya mlango bahari ya Hormuz ni sehemu ya juhudi, nidhamu na hata umuhimu wa ushirikiano wa kimataifa. Ni sehemu ndogo kwenye ramani ya dunia, lakini ina athari kubwa kwa maisha mamilioni ya watu duniani kote.